Christ alone, my strength remains. Through open doors and hidden pain, you make a way useless vine. Kwa hivyo nakumbuka wiki iliyopita tukazungumzia mzabibu isiyofaa, about the life that you live as a Christian in the house of God. Kuhusiana na maisha haya ambayo unaishi ndani ya nyumba ya Bwana kama Mkristo. But for one reason or another, lakini kwa sababu moja au nyingine, the vine does not produce the grapes that the Lord is expecting you to produce. Mzabibu haiwezi kuzalisha zabibu ambayo Bwana anatarajia when you are part of the vine. Wakati unapokuwa sehemu ya mzabibu. Hallelujah. Hallelujah. And of course, na hata hivyo, we say that you become useless for one reason or another. Tukasema unafanyika hasiyefaa kwa sababu moja au nyingine. But today it's very good that we came to an understanding as to why we find that sometimes we are useless vine in the house of the Lord. Lakini leo tumekuja kupata kuelewa kuwa kwa nini tunafanyika mzabibu isiyofaa katika nyumba ya Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because the Bible knows about the useless vine, the book of Ezekiel. Ni kwa sababu Biblia imeweza kunukuu zabibu isiyofaa kwenye kitabu cha Ezekieli. And we do not want to be like that in the house of the Lord. Na tutaki tuwe kama hiyo katika nyumba ya Mungu. There is a purpose why we are coming here. Kuna kusudio kwa nini tuakuja hapa. Praise the Lord. Bwana asifiwe. We are not just coming here. We want to be productive. We want to be blessed of the Lord. We want to enter the glorious kingdom of God. Hatutaki kuwa tu tunakuja hapa. Tunataka tuje hapa tukiwa watu ambao wanazalisha matunda, watu ambao wanajiandaa kwa ajili ya ufalme wa utukufu wa Mungu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So today I just want to speak about fanning the flame of salvation. I think I had shared one time. Kwa hivyo leo hii nataka nisungumzie kuchochea moto ule wa wokovu. Nafikiri kwa wakati mmoja niliweza kushiriki hii. Fanning means that you keep on, the fire keeps on burning. Kuchochea inamaanisha moto ule unaendelea kuwaka. It keeps on going. Inaendelea kuwaka. So that you do not become useless in the house of God. Ili usije ukapatikana asiyefaa katika nyumba ya Bwana Mungu. asifiwe. Bwana asifiwe. So that when you are called the vine, you are indeed the vine. Ili unapoitwa zabibu, kwa kweli wewe ni zabibu. That when you are in the vineyard, unapokuwa katika shamba la mzabibu, and somebody comes and look at the vine in the vineyard, wakati mtu anapokuja na kuliangalia zabibu katika shamba la mizabibu, the fruits, basi hivyo ataweza kupata matunda. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And we live at such a time, na tuishi kwa wakati kama huu, that we don't know when the master will come and check how the vines are doing. Hatujui wakati Bwana atakapokuja na kuliangalia mizabibu au zabibu zinaendeleaje. So it is good to be ready every day. Kwa hivyo ni vyema uwe tayari kila mara to produce the fruits as expected by the master. Ili uweze kuzaa tunda ambayo yanatarajiwa na Bwana. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Because we do not know the time when he is coming to check whether we are doing well. Manake hatujui wakati upi atakaporudi kuangalia ikiwa tuendelea vizuri. Praise the Lord. You remember the book of Matthew chapter 24. Kumbukeni kwenye kitabu cha Mathayo 24 and verse 36 I think. Na aya yake ndogo 36 nafikiri. Where the Bible says, mahali ambapo Biblia inasema, but about that day or the hour no one knows, not even the angels in heaven nor the Son, but only the Father. Hakuna ajuaye siku wala saa, hata malaika mbinguni hawajui, wala mwana, ila Baba peke yake. So it means anytime. Inamaanisha wakati wowote. It can be the next minute, it can be the next year. Yaweza kuwa dakika moja ifuatayo au mwaka ujao. We do not know the time. That's the reason why you should keep on fanning the flames of salvation. Hatujui wakati upi, ndio sababu kwayo yaendelea wewe kuchochea moto ule wa wokovu. Because you cannot take a break. Manake hauwezi kuwa na pumziko. Because you can take a break and then it turns out that is the time the master is coming. Unaweza kuwa katika likizo na huo ufanyike wakati ule ambao Bwana anaingia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So if you read together with the book of Matthew 7:22-23. Kwa hivyo ukisoma pamoja nami katika Mathayo 7:23. The reason why that person missed is because they did not take care to find the flames of salvation. Kwa nini mtu huyu alikosa? Ni kwa sababu hawakumakinikia kuichochea moto wa wokovu. And they ended up this way. Na wakajikuta katika hii. Then he will say to me on that day, Lord, Lord, did we not prophesy in your name, and in your name drive out demons, and in your name perform many miracles?
That is verse 22, Matthew. Mstari wake mdogo 22 inasema, wengi wataniambia siku ile, Bwana, Bwana, hatukutoa unabii kwa jina lako, na kwa jina lako kutoa pepo na kufanya miujiza mingi. So if you look at that verse 22, kwa hivyo ukiangalia mstari mdogo wake 22, they were doing the right things, walikuwa wakifanya mambo prophesying in his name, wakitoa unabii kwa jina lake, driving out demons in his name, wakikemea mapepo kwa and jina lake, performing many miracles, na kufanya miujiza mingi, which is the right thing to do. ambayo ni kitu inayofaa But then kufanya. chances are, by the time the Lord came and checked, the master came and checked, Lakini nafasi ilikuwa ni kuwa wakati Bwana aliporudi kuchunguza, somehow huenda kwa njia moja au they were nyingine not doing the same thing. hawako wakifanya jambo lile lile. That's why it's important to fan the flames of salvation continuously. Ndiyo sababu ni muhimu kuchochea moto wa wokovu kila mara. If you look at Matthew chapter 25, I'm just giving you an example. People who do the right thing but miss. Because Ukiangalia Mathayo 25 na wapea mifano ya wale watu waliofanya mambo yafahayo lakini wakakosa. that they were doing the right thing, but somewhere along the line they took a break from that. Walikuwa wakifanya mambo yafahayo lakini hapo njiani wakachukua likizo. The foolish virgins in the book of Matthew chapter 25. Wale wanawali wapumbavu katika Mathayo 25. I think that should be in verse 10 to 13. Natumai katika mstari wake mdogo 10 hadi 30, about the foolish virgins. kuhusiana na wale wanawali wapumbavu. You see what they were doing. They went to wait for the bridegroom. Unaona kila ambacho walikuwa wakifanya, walienda kumngojea bwana harusi. But then somewhere along the way, Lakini hapo njiani they went out. wao wakatoka That is nje. when the master came. Hapo ndipo bwana wao akaja. In other words, they were not doing what they were supposed to be doing. Kwa maneno mengine hawakufanya The yaliyostahili failure to wafanye. fan the flames of salvation. Kukosa kuchochea moto wa The wokovu. Bible says, but while they were on their way to buy oil, Na the bridegroom arrived. Biblia inasema nao walipokuwa wakienda kununua mafuta, bwana harusi akafika. So they took a break from waiting for the bridegroom. Kwa hivyo wakachukua likizo kidogo ya kumngojea yule bwana They harusi. failed to fan the flame of salvation. Walikosa kuchochea moto wa wokovu. That small break Hiyo likizo was ndogo enough for them to be shut out. yalitosha kwao wao kufungiwa nje. The virgins who already went in with him to the wedding banquet, and the door was shut. Wale wanawali waliokuwa tayari wakaingia ndani pamoja naye, na kwenye Later on karamu ya they harusi came na back. milango ukafungwa. They said, Lord, Lord. They said, open the door for us. Baadaye wale wanawali wengine nao wakaja wakaita, Bwana, Bwana, tufungulie And mlango. he replied, truly I tell you, I do not know you. Lakini yeye bwana harusi akawajibu, amina nawaambia, So siwajui you can ninyi. see what makes the difference. Kwa hivyo unaweza kuona Is kinacholeta that small utofauti. break when you just you put your eyes off what you are supposed to do in Ni the house hiyo of the Lord. likizo ndogo unapotoa macho yako kwa kila ambacho inafaa uitazamie. And all the work that you have put in, including going to wait upon the bridegroom, Na kazi yote ambayo umewekeza ndani ikihusisha kuondoka nje kungojea bwana harusi comes to nothing. inafanyika Your bure. evangelism, whatever you do in the church, they comes to nothing because you took a break somewhere along the way. Uinjilisti kutoka nje kufikia watu inafanyika bure kwa sababu wewe ulichukua You likizo hapo failed jani. we failed to fan the flames of salvation. Tunakosa kuchochea moto wa wokovu. So at this point, Kwa hivyo kwa watu wa huu, maybe it's good to ask sometimes. basi ni mzuri kujiuliza wakati Hallelujah. mwingine. Hallelujah. And I want to ask you, Na ninataka niwaulize, this is what time, Sai? This is 11 or 5. ni saa 5 na dakika 5. Yesterday at 11:05. Hapo jana yapata saa 5 na dakika 5. What were you doing? Je, ulikuwa ukifanya nini? Hallelujah. Hallelujah. Hiyo inaitwa rhetorical question. Yaani ulikuwa unafanya nini? Yaani wewe ulikuwa unafanya nini? Because he could as well have come at that time yesterday. Kwa sababu ingekuwa vyema nije kwa wakati kama huo wa jana. Maybe that time you were very angry because the neighbors' chickens came and ate Wenda kwa your... wakati huo ulikasirika sana kwa sababu kuku Bwana za jirani asifiwe. walikuja kwako. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Yeah, it is good because you're saying Ni these nzuri. people took a break Ni nzuri kwa sababu inasema watu hawa walichukua likizo from their salvation and went and did something else. kutoka kwa wokovu wao na wakaingia kwa kitu kingine. Praise the Lord. Bwana asifiwe.
So I'm asking again, what was exactly, if the Lord came at that time, ninauliza mara tena, je, ni nini haswa ikiwa Bwana angerudi kwa wakati huo ulikuwa unafanya? if he came at that time, Ikiwa hangekuja kwa wakati huo, 12:05 yesterday, saa 6 na dakika 5 hapo jana, would you have entered? je, ungeingia? Hallelujah. Haleluya. Maybe at that time, Wenda kwa wakati huo you are in the middle of a very sweet gossip. wewe ulikuwa katikati ya masengenyo tamu sana. Hallelujah. Haleluya. Hata usiniambie. Hata usiniambie hiyo. Hallelujah. Haleluya. Achichaginye matimu aginye. And then the Lord comes. Alafu kisha Bwana anafika. Praise the Lord. Bwana So asifiwe. I'm saying the reason why we should continually Kwa hivyo fan the sababu flames of kwayo, kwa salvation. nini uendelee kuchochea moto wa wokovu? It is good to be very, very conversant with what the Lord is speaking through those verses that Na I've just read. inafaa uwe umemaanisha sana na yale ambayo Bwana anasema katika mistari hizi The foolish virgins. kuhusiana na wanawali wapumbavu. Bwana asifiwe. Bwana And asifiwe. all the others that you're talking about, the one who are prophesying, Na hao they were wengine, performing miracles, hao wengine ambao walikuwa driving wanatoa out unabii, demons. wanatenda miujiza, They are not careful because hawamakiniki kwa sababu Matthew 25 says, you do not know the hour. katika Mathayo 25 inasema hamfahamu wakati, And if you do not know the hour, then you must be ever ready. na kwa sababu hamjui saa, inafaa muwe tayari kila Because if you are not wakati. ready, you miss your reward. Manake usipokuwa tayari utakosa ujira wako. In other words, you cannot be complacent. Kwa maneno mengine hauwezi kustareheka. Praise the Lord. Bwana So asifiwe. how we fan the flames of salvation. Kwa hivyo namna tunavyochochea moto wa wokovu. Praise the Lord. Bwana asifiwe. If you look at the book of Titus chapter 2 verse 11, Ukiangalia kwenye kitabu cha Tito 2:11 it says the Bible, the Lord gives us equal chance. inasema Bwana ametupa nafasi inayofanana. Equal chance when we are saved. Ni wakati ulio sawa wakati tulipookoka. Equal chance to enter the glorious kingdom of God. Wakati ulio sawa kuingia katika ufalme wa For the utukufu wa grace Mungu. of God has appeared that offers salvation to all the people. Kwa hivyo neema ya Mungu ya wokovu imefunuliwa kwa watu wote. So there is no discrimination. Kwa hivyo hakuna ubaguzi. The other part of the entry is your effort now. Kwa hivyo sasa sehemu hiyo nyingine ya kuingia ni jitihada zako. So all of us, just like in a race, we start in the same line. Kwa hivyo sisi sote katika mbio tuanzia katika foleni moja. The salvation I received is the same one that you received. Wokovu ule nilioupokea ni sawia na ile ambayo wewe pia umepokea. But the race to the end of the race is determined by those who keep on fanning the flames of salvation. Lakini mwisho wa mbio hii itaweza kuelezwa kuhusiana na wale ambao wanachochea moto wa wokovu. And I want you to understand this is what makes a difference. Na ninataka muelewe ni hiki ndicho kinacholeta utofauti. Because there is no need for us to start the same way. Manake hakuna mahana kwetu sisi kuanza katika njia And you moja. find some other people did not get there because they took a break the same way the Alafu foolish kisha virgins did. unawakuta watu wengine hawakuingia manake walichukua likizo hapo njiani. So you must constantly do that so that when the master comes he finds you. Kwa hivyo lazima uendelee kufanya hivyo ili Bwana And you anapokuja get that anakupata. reward of entering the glorious kingdom of Na God. pia upate kuingia katika ufalme wa utukufu wa Mungu. Bwana asifiwe. Bwana To asifiwe. be ever ready. Kila mara uwe If the Lord tayari. came yesterday as I Ikiwa asked, Bwana angerudi hapo jana just as I asked, kama vile if he came nimeuliza. last year, Ikiwa angerudi mwaka if he uliopita. came last month, Ikiwa angerudi mwezi where uliopita. would you be? Je, ungekuwa wapi? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Because many people would have missed. They were doing the right thing all along, but they took a break Kwa somewhere along. sababu watu wengi wangekosa, manake walikuwa wakifanya mambo yafahayo, lakini hapo katikati wakachukua likizo. Hallelujah. Haleluya. I remember Ninakumbuka long time. wakati uliopita, I think about mid-70s, towards the late 70s, mid-70s. natumai katikati ya miaka 1970 hapo, When I was young like this, nilipokuwa kijana mvulana mdogo hivi, there was land these sides. I think Kureisoi. kulikuwa na shamba upande huu wa Kursoi, Ilikuwa inaitwa Tinet. ilikuwa inaitwa Tinet. Tinet Bandagani, wale watu walikuwa naenda. Nafikiri Mahali mama pale atajua. watu walikuwa wakienda kule Tinet. Labda hata yeye alienda like I don't know. Hallelujah. Haleluya. So it was one place. Kwa hivyo ilikuwa ni mahali You know, pamoja. it's government forest.
Manake ni msitu wa serikali. But I think people somewhere along the way had convinced themselves. Lakini natumai watu hapo njiani wakachanganyikiwa. It is available for giving out. Sasa inapatikana ili watu wapewe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So if you come from this place Kipsigis, at least you know somebody who went to Tinet. Kwa hivyo ikiwa unatoka katika maeneo haya, unamjua mtu mmoja aliyeenda kule Tinet. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Nani wazazi wao walienda huko? I know you are young. Kuna Milgo pale. Who knows of somebody alienda huko? Nani anajua mwenye alienda huko? Hata mzee labda alienda. Ulienda? Ulienda? Unaishi huko? Ile mlikuwa mnaenda mnachomewa. Hebu pe microphone. Kama alipata huko. Unaishi huko? Bwana Yesu asifiwe. Amenye uneta. Ulipataje? Huko shamba. Ulinunua ama ulipewa? Alipewa na serikali. Ulipewa na serikali? Thank you so much. Unajua huyo ni mmoja wao sasa. I just want to tell you about that person. Asante sana. Nataka niwaeleze kuhusiana na huyo mtu. There are thousands who went. Manake kuna maelfu ya watu walioenda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. And then because it is government land, na kwa sababu ni shamba la serikali, unaenda huko, unaenda kule, you build something like a house. Wewe unajenga kitu kinachofanana na nyumba. Urene. Create a temporary house. Ni nyumba isiyodumu. Just to claim that area. Ili uweze kudai mahali pale ambapo umeijenga. Then you go and farm. Alafu kisha uende udhibitishe. Then the government, because it belongs to government, it wakes up one day and it does what? Alafu kwa sababu ni ya serikali unangojea siku moja wafanye nini? Silikuwa inawekwa moto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. And I think if he tells you the story, na ninafikiri akiwaeleza hadithi ya huko, alifanya hivyo mara mingi sana. Walifanya hivyo mara mingi sana. Akichomewa anarudi kwao kidogo. Nyumbani wapi? Jemagel. Akichomewa anaenda Jemagel. Akichomewa pale kule, anakuja mwezi mmoja anarudi tena. Baada ya mwezi mmoja anarudi kule. Anaanza tena. Tena anaanza upya. Inachomwa tena anarudi. Inachomwa tena anarudi. Anakaa kidogo, anafanya nini? Anafanya nini? So kwa hivyo my mother was one of them. Kwa hivyo mamangu akawa ni mmoja wao. Alienda akachomewa. And she used to claim kwa sababu they used to go and plant. Na alikuwa akidai manake walikuwa naenda kule na kupanda. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Until she gave up. Hadi akakata tamaa. I don't know how many times she went, but I know she used to go. Sijui ni mara ngapi alienda kule. She leaves us at home when we were young like this. Tulikuwa wachanga namna hii. So she doesn't have, I think there were 5 acres. Natumai ni hekari 5. So she came back home. Alirudi nyumbani. We shared the few that we had. Tukashiriki kidogo tuliokuwa nayo. But you can see there is somebody who is living there. Lakini unaweza kuona kuna mtu anaishi kule. Because he kept on doing what? Manake aliendelea kufanya nini? He kept on doing what? Aliendelea kufanya nini? Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So others like my mother. Kwa hivyo kwa wengine kama mama yangu. They came back home. Wao walirudi nyumbani. Those years. Katika hizo miaka. When she was there spending time clearing the forest. Alipokuwa pale akichukua muda wake kufyeka misitu. Ilienda tu hivyo. Ikaenda tu hivyo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So I'm just giving you an example. Kwa hivyo nawapeni mfano. Just like those people who stayed there had persistence until the government said what? Kama wale watu ambao waliendelea kukaa pale pasipo kuchoka hadi serikali ikasema nini? Let us give them. Wacha tuwapatie. Give them land. Wacha tuwapatie hiyo shamba. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Because they were persistent. Kwa sababu ni watu ambao hawakuchoka. But the others, lakini wengine, they did not reach the destination. Hawakufika hatima yao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So it tells us that in terms of being a vine in the house of the vineyard of the Lord. Kwa hivyo hiyo inatueleza kuwa zabibu katika shamba la mizabibu ya Bwana. There must be that consistency of fanning the fire. Lazima kuwe na kuendelea huku ya kuchechea moto. Otherwise, la sivyo you'll end up with nothing. Wewe utajipata hauna chochote. Having done so much. Na umefanya mengi sana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Paul was talking about the Israelites when they were going from Egypt to the land that was promised. Paulo akawa anazungumzia juu ya Waisraeli wakitoka katika Misri. In the book of 1 Corinthians, katika Wakorintho wa kwanza, chapter 10, Wakorintho wa kwanza sura ya 10 mstari wake mdogo moja. That
all the children of Israel, they came out from Egypt, ya kwamba wana wa Israeli walipotoka kule Misri, but some failed to enter the promised land. lakini wengine walikosa kuingia katika nchi ya ahadi. And was the same reason that I've just spoken about here, failing to find the flames of Na kwa salvation. sababu kwayo ambayo nimezungumzia hapa, kwa kukosa kuchochea moto ya wokovu, So like the foolish virgins, kwa hivyo wakawa kama wanawali they wapumbavu, went together. wakasafiri pamoja. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because the bridegroom was coming. Kwa sababu bwana harusi alikuwa narudi. They also went together out of the land of Egypt. Wote wakasafiri pamoja kutoka katika nchi ya Misri. So Paul was using this when he was speaking to the church in Corinth, Kwa hivyo Paulo akawa anatumia hii anaponenea kanisa kule wa to Korintho, warn us, those who are here today, kutuonya sisi ambao tuko hapa leo hii, that we can be here today and miss the glorious kingdom of God, ya kwamba tuwaweza kuwa hapa leo na tukose ufalme wa utukufu wa depending Mungu, on how we find the flames of salvation. kulingana na vile ambavyo tunachochea It moto wa says, wokovu. for I do not want you to be ignorant of the fact, brothers and sisters, that our ancestors were all under the cloud, and that they all passed through the sea. Zaidi ya hayo, ndugu zangu, sitaki mkose kufahamu ukweli huu kwamba baba zetu walikuwa wote chini ya wingu, na kwamba wote walipita katikati ya bahari. So they are equal in that sense. Kwa hivyo katika kuelewa huku, Verse 2, mstari mdogo 2, they were all baptized into Moses in the cloud and in the sea, wote wakabatizwa kuwa wa Mose ndani ya lile wingu na ndani ya ile bahari. they all ate the same spiritual food like here now, Na wote wakanywa kile kinywaji cha roho kama sisi tulivyo hapa, and drank the same spiritual drink, for they drank from the spiritual rock that accompanied them, and the rock was Christ. na kwa maana walikunywa kutoka katika ule mwamba wa roho uliofuatana nao, ule mwamba ulikuwa Kristo. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. But then now it says, Lakini sasa unaona, nevertheless, hata hivyo God's not pleased with most of them. Their bodies was scattered in the wilderness. lakini Mungu hakupendezwa na wengi wao, kwa hiyo miili yao ilitapakaa jangwani. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So in other words, Kwa hivyo kwa maneno mengine, failure to find that flames of salvation. kukosa kuchochea moto wa It wokovu, doesn't matter whether you are here or not. You must take personal responsibility haijalishi ukiwa hapa au la, lazima uwe na ule work kuwajibika on your binafsi, salvation. kuifanyia kazi wokovu wako. Paul saying in the book of Philippians, with trembling, with fear Paulo and akasema katika kitabu cha Wafilipi, work kwa out your kutetemeka, salvation, fanyia kazi wokovu wako, because it makes a difference between the one who gets in and the one who will not. manake inaleta utofauti kwa yule aliyeingia na yule hakuwa ameingia. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So it is good at this time to understand, Kwa hivyo ni vyema kwa wakati huu tuelewe, because we do not know the time, manake hatufahamu wakati. which is a tricky situation. Ni hali ya utata. It means we must continually do that. Inamaanisha lazima tuendelee kufanya There hiyo, will be no time that you are found out, ili wakati usipatikane umepatikana nje, that you are not there, wewe hauko that pale, doing something expecting that the Messiah might not come at that time, and then he comes. lakini wewe ukifanya kitu ukitarajia kuwa Masihi hawezi kurudi kwa wakati huo, hapo The hivyo Bible ndivyo arudi. says he comes like a thief. He Biblia does not inasema- give you notice. Atarudi kama mwizi asiyekupea onyo. So it's the reason why we must continually fund Kwa that. hivyo sababu kwayo ambayo lazima tuendelee kuchochea hii. Hallelujah. Haleluya. Because Kwa sababu once he comes, mradi tu atakaporudi, the Bible says he shut out the door. Biblia inasema aliufunga mlango. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Hallelujah. And I Haleluya. just want to go to the story of the Israelites also in the book of 1 Samuel. Nataka nilete pia hadithi ya wana wa Israeli pia And katika chapter Samueli wa 4. kwanza. And chapter 4, so that we may understand. Samueli wa kwanza sura ya 4 ili tupate kuelewa, And verse 1, I'll read very quickly. na mstari wake mdogo moja nitasoma kwa haraka. When they had gone to the promised land, Wakati ule walipokuwa katika nchi ya ahadi, they were fighting the Philistines. walikuwa wakipigana na Wafilisti, And all the Canaanites, we were there. na who were pia there. Wakanani wote waliokuwepo pale. Hallelujah. Haleluya. And the nation of Israel, Na taifa la they Israeli were able to defeat and overcome waliweza kushinda
Because God was with them. Ni kwa sababu Mungu alikuwa pamoja nao. Praise the Lord. Bwana asifiwe. As they crossed the Jordan, Walipovuka mto Yordani, they were carrying the law of the Lord, the covenant of the Lord. wao walikuwa wameubeba sheria ya Mungu, agano la Mungu. And because of the presence of God, wherever they went, they were successful. They were able to conquer. Na kwa sababu ya uwepo wa Mungu, popote waendapo waliweza kushinda. Until even the enemies knew Hadi maadui wenyewe that wakafahamu, because of the Lord, the covenant of the Lord that they used to walk with, kwa sababu ya sheria na agano la Bwana ambao walikuwa wakiambatana the nayo, enemy had no chance. adui hakuwa na nafasi. So the Israelites, they were very confident Kwa hivyo Waisraeli wakawa na watu ambao because wanajiamini of the presence of God in their midst. kwa sababu ya uwepo wa Mungu pamoja nao. But it reached a point here Lakini ikafika mahali hapa, when one day they encountered defeat. wakati siku moja wakakumbana na kushindwa. Bwana asifiwe. Bwana In asifiwe. this instance here, Na katika tukio hili the hapa, Bible says, and Samuel's word came to Israel. Now Israelites went out to fight against the Philistines. The Israelites camped at Ebenezer and the Philistines at Aphek. nalo neno la Samueli likaja kwa Israeli yote. Basi Waisraeli walitoka kwenda kupigana dhidi ya Wafilisti. Waisraeli wakapiga kambi huko Ebenezeri, nao Wafilisti wakapiga kambi huko Afeki. And verse 2 says, Mstari mdogo 2 the nasema, Philistines deployed their forces to meet Israel, and as the battle spread, Israel was defeated by Philistines, who killed about 4,000 of them on the battlefield. Wafilisti wakapanga safu za majeshi yao kupambana na Israeli. Wakati vita vilipoenea, Israeli wakashindwa, na Wafilisti ambao waliwaua askari wa Israeli wapatao 4,000 kwenye uwanja wa vita. So you see, that was the defeat. Kwa hivyo unaona kushindwa hapa. And then now, Alafu sasa verse 3, when the soldiers returned to the camp, the elders asked, why did the Lord bring defeat on us today before the Philistines? mstari mdogo 3, wakati askari waliporudi kambini, wazee wa Israeli wakauliza, kwa nini Bwana ameruhusu leo tushindwe mbele ya Wafilisti? Which was a good question. Ambayo ilikuwa ni They swali have been nzuri. doing well until this point. Tumekuwa tukifanya vizuri hadi kwa hatua hii. So they asked themselves that question. Kwa hivyo wakajiuliza swali hii. And then they remembered, Alafu kisha the wakakumbuka. Bible says, Biblia inasema, let us bring the ark of the Lord's covenant from Shiloh, so that he may go with us and save us from the hand of our enemies. tulete sanduku la agano la Bwana kutoka Shilo, ili kwamba lipate kwenda pamoja nasi na kutuokoa kutoka mkono wa adui zetu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. So if you want to understand the story of not finding your Kwa salvation, hivyo ukitaka kuelewa hadithi hii ya kukosa kuchochea wokovu wako, when the children of Israel had come, wakati wana wa Israeli walipokuwa wamepiga kambi, the first place where they put the ark of the covenant was a place called Shiloh. mahali pa kwanza walipoiweka sanduku la agano la Bwana paliitwa Shilo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So it stayed at Shiloh. Kwa hivyo ikakaa kule Shilo. As they went and defeated the nations, the ark of the covenant was in Shiloh. Walipokuwa wakienda na kushinda mataifa, sanduku la agano la Bwana ilikuwa kule Shilo. So they took for granted Kwa hivyo wakaichukulia kimzaa the presence of God amongst them. uwepo wa Bwana pamoja nao. Bwana asifiwe. Bwana But asifiwe. it reached a point Lakini ikafika that mahali they had been defeated and they remembered that there is God. wakawa wameshindwa na wakakumbuka kuna sanduku la agano. So they tried going back now and waking up their God Na kwa hivyo wakajaribu kurudi nyuma wakimwamsha Mungu wao, because they have been beaten. kwa sababu wamepigwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. But the place where God was, the Lakini ark of the covenant, Lakini mahali pale ambapo Mungu alikuwepo ni was sanduku la way agano. away in Shiloh. Ilikuwa mbali kule Shilo. Praise the Lord. Bwana asifiwe. In other words, Kwa maneno they mengine, had left the ark of the covenant in Shiloh. wao waliacha sanduku la agano kule Shilo. Praise the Lord. Bwana And asifiwe. all that time, Na kwa wakati huu wote, the Bible says, Biblia inasema, if you go and read the book of 1 Samuel chapter 2, ukienda usome Samueli wa kwanza sura ya the pili, people who were ministering in that place were the sons of Eli. watu wale ambao walikuwa wakihudumu kwenye madhabahu ni wana wa Eli. Hallelujah. Haleluya. And the Bible says, Na Biblia inasema the sons of Eli was condrails. wana wa Eli hawakuwa watu ambao wanamcha Mungu. Hallelujah. Haleluya. So you can see, Kwa hivyo unaweza kuona, what is happening. unaweza kuona kinachoendelea. They are depending upon the Lord, Wanamtegemea Bwana,
whom they do not know, ambayo hawamjui, because they have already left in Shiloh. manake tayari ameachwa kule Shilo. They do not know the condition of worship in Shiloh, Wao hawakujua hali ya ibada kule Shilo, that there are two young men ya kwamba kuna vijana wawili who wavulana have defiled the house of God. ambao wamenajisi nyumba ya Mungu, Yet they are depending on this God to come through for them in battle. na ina hali wanamtegemea Mungu huyu kuwaonekania katika vita. So when they remembered now, Kwa hivyo walipokumbuka sasa, they went back. wao wakarudi, And then they brought, alafu kisha wakaleta. praise the Lord. Bwana If asifiwe. you go ahead there, Ukiendelea pale chini, when they went back to bring the Ark of the Covenant in a place called Shiloh, waliporudi kulileta sanduku la agano la Bwana katika maeneo mapaitwayo Shilo, the Philistines were also afraid, pia Wafilisti wakawa na uoga, because they knew what was coming. manake walijua kinachokuja. But if you go to verse 10 again, Ukirudi katika mstari mdogo 10, so the Philistines fought that the Israelites, after now they have brought the Ark of the Covenant. basi Wafilisti wakapigana nao Waisraeli wakashindwa, na kila mtu akakimbilia hemani mwake. And the Israelites were defeated, every man fled to his tent. Basi Wafilisti wakapigana nao na Waisraeli wakashindwa, na kila mtu akakimbilia The hemani mwake. slaughter was so great, Mauaji yalikuwa makubwa sana. Israelites lost 30,000, Israeli wakapoteza askari yapatao 30,000. worse than the first, when they remembered that there was an Ark of the Covenant, when there was God. So it is a failure to fan the flames of salvation. Kwa hivyo hii ni ukosefu wa kuchochea moto wa wokovu. The failure to know your relationship with God at any one point in time in your life. Kukosa kujua uhusiano wako na Mungu kwa wakati, kwa hatua mmoja wa maisha yako. So at this time, Kwa hivyo kwa wakati huu, they did not know the relationship they had with their God. wao hawakulijua uhusiano walionao na Mungu wao. That's why I ask you today. Ndiyo sababu nikawauliza leo hii, Yesterday at a time like this at hapo 12:30, jana kwa wakati kama huu yapatao saa 6:30, what was your relationship with God? je, uhusiano wako na Mungu ulikuwaje? Hallelujah. Haleluya. If like the Israelites, Ikiwa ni kama wana wa Israeli and something came at that time, na kitu ikafanyika kwa wakati huo, and then all of a sudden you remember you are saved, alafu kisha ghafla binfu ukakumbuka umeokoka, and then you decided now to close and go and pray, basi ukaamua kuvuka kwenda na kuomba, you'll be like these people here. itakuwa kama hawa watu Because they have hapa, not been fanning the flames of salvation, manake hawajakuwa wakichochea moto wa wokovu, neglecting your salvation, wewe kuipusilia wokovu wako so that when it comes to a critical time, kwa kiwango kuwa inapofikia wakati ule nyeti, when the Lord comes, wakati Bwana ajapo, will He surely find you ready? je, atakupata ukiwa So tayari? it speaks to our readiness, Kwa hivyo yanazungumzia that utayari we must wetu. do something regarding our salvation every day, Lazima tufanye kitu kuhusiana na wokovu wetu kila siku, because we do not know the time manake hatulifahamu nor the wakati day. yao You siku. must do something about your salvation. Lazima ufanye kitu kuhusiana na wokovu wako. Hallelujah. Haleluya. And your salvation is not coming to church. Na wokovu wako sio kukuja tu kanisani. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Your salvation is just not turning up for worship, Wokovu wako sio kuonekana tu katika ibada, because you can be in worship and just be left there standing, continue to worship. unaweza kuwa katika kikundi hiki cha kuabudu na uachwe pale ukiwa umesimama na kuendelea You kuabudu. must have a personal relationship with God. Lazima uwe na uhusiano ule wa kibinafsi na Mungu. The fact that you have the uniform for worshipers, Ukweli kuwa una ile sare ya kuabudu ya you waabudio, have to do more than that. lazima ufanye zaidi ya Work on your hiyo, salvation. ufanyie kazi wokovu wako. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Wokovu si kwa kuambukiza. Wokovu sio wa kuambukizana. Hallelujah. Haleluya. That if your mother is saved, Yep. well, you are saved. Hati sasa mamako ameokoka, wewe pia umeokoka. Hawezi sema Hauwezi sema ati sisi wa repentance. Ati sisi ni watoba. Sisi ni nani? sisi ni akina nani? Praise the Lord. Bwana asifiwe. Paul was warning the Paulo- church in Corinth.
Paulo akawa anaonya kanisa kule Korintho that those people, they came as a big company of Israelites from Egypt. ya kwamba watu wale walikuja kama kikundi kikubwa sana kutoka Misri. So huwezi sema sisi. Kwa hivyo hauwezi ukasema ni sisi. It is upon you to work on your salvation. Hii inakuhusu wewe kuifanyia kazi wokovu wako. Bwana asifiwe. It is not us who have built the house of God in Kericho. Sio sisi ambao tumejenga nyumba ya Bwana hapa Kericho. Not because you have built this house is a guarantee that we are going anywhere. Sio kwamba tumejenga kanisa hili, hiyo ni dhibitisho tuaenda mahali. Hallelujah. Hallelujah. Kama mtasema nimeongea mbaya kwa sababu tumejenga. Tumeongea mbaya. See, this one it can just, it's not necessarily because we have built, we put millions. That means that we must work on our salvation. Lazima tuifanyie kazi wokovu wetu. The fact that we have a beautiful house does not guarantee us entry. We must fan the flames of salvation. Kwa ukweli kuwa na nyumba nzuri, lazima tuichochee moto ule wa wokovu kibinafsi. It does not wrap up off on you. Hiyo haiwezi haiwezi ikaambukizana. Bwana asifiwe. The book of Haggai. Kwenye kitabu cha Hagai. Chapter 2. Kitabu cha Hagai sura yake ni ya pili. Chapter 2, I think that must be verse 11. And verse 12. This is what the Lord Almighty says. Hivi ndivyo Bwana Mwenyezi anasema. Ask the priest what the Lord says. And verse 12. If someone carries consecrated meat in the fold of their garment, and that fold touches some bread or stew, some wine, olive oil, or other food, does it become consecrated? The priest answered, no. Kitabu cha Hagai sura ya pili aya yake ndogo 11-12. Hili ndilo asemalo Bwana mwenye nguvu zote, ulizeni makuhani jinsi sheria inavyosema. Kama mtu akibeba nyama iliyowekwa wakfu katika pindo la vazi lake, kisha lile pindo likaguza mkate au mchuzi, divei, mafuta au chakula kingine, je, kitu hicho kitakuwa kimewekwa wakfu? Answer. Makuhani wakajibu, la hasha. Yes. Ndiyo. It cannot rub up off against you. Haiwezi kuambukizana hadi kwako wewe kuwa uko hapa katika huduma ya toba na utakatifu. Because your father is a pastor. Manake mchungaji wako, baba yako ni mchungaji. You must struggle with your salvation. Lazima ung'ang'ane na wokovu wako. He says it cannot rub off. Akasema haiwezi kuambukishana. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So it's not something that you just come here and it rubs off you. Si kitu ambacho unakuja hapa unaambukizwa. The only thing is, kitu cha pekee ni you go to verse 13. Ukienda katika mstari mdogo 13. Dhambi sasa is the opposite. It can rub off on you. Hapa sasa inakuwa kinyume. If a person defiled by contact with a dead body touches one of these things, does it become defiled? Yes. 13. Kisha Hagai akasema, je, kama mtu aliyetiwa unajisi kwa kuguza maiti akiguza mojawapo ya vitu hivi, kitu hicho kitakuwa kimetiwa unajisi? Makuhani wakajibu, ndiyo, huwa kimenajisiwa. But I just wanted to refer to verse 12 because that is very important. Nilitaka tu mstari mdogo 12 nielekee pale, manake ni muhimu. Because that will count. Manake hiyo itahesabiwa. And the only way it can count, na njia ya pekee kuhesabiwa, is not just being here, sio kuwa tu hapa, but you must work on your salvation. Lakini lazima uifanyie kazi wokovu wako individually, kibinafsi. Praise the Lord. Bwana asifiwe. It cannot wrap up against you. Haiwezi kukaambukizwa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The book of Philippians chapter 2. Kitabu cha Wafilipi sura ya pili. Because I wanted to make it short. Manake nilitaka niifanye kuwa fupi sana. Verse 12. Wafilipi 2:12. Say, therefore, my dear friends, as you have always obeyed, not only in my presence, but much more in my absence, continue to work out your salvation with fear and trembling. Biblia inasema, kwa hiyo wapenzi wangu, kama vile ambavyo mumekuwa mkitii siku zote, si tu wakati mkiwa pamoja nanyi, basi sasa zaidi sana nisipokuwa hapo,
utumizeni wokovu wenu kwa kuogopa na kutetemeka. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. You work out your salvation. Uifanyie kazi wokovu wako. That is fanning the flames of salvation. Hiyo ni kuichochea moto wa wokovu. That it must be burning every day. Lazima iwe inawaka kila siku. That when it comes to that time, ili inapowadia wakati huo, the time when we do not know the day, nor the wakati hour, ule nor ambao the minute, hatujui siku wala saa, but because you have been fanning, lakini kwa sababu you umekuwa have been ukichochea, working in your salvation, on your salvation with fear and trembling, umekuwa ukifanyia kazi wokovu wako katika hofu na then you will kutetemeka. not be surprised. Kwa hivyo basi hautashangazwa. Praise the Lord. Bwana You asifiwe. fan the flames of salvation every day as you wake up, as you are at work, Unaichochea moto wa wokovu unapoamuka, unapotembea, whatever you are doing, kwa chochote ufanyacho. that you found that you work out your salvation with fear and trembling. Na kwa hiyo utajipata unaifanya wokovu wako katika hofu na kutetemeka. Because the coming of the master has got no warning. Manake kukuja kwake Bwana haina onyo He lolote. comes as a thief at night. Yeye huja kama mwivi usiku. Praise the Lord. Bwana That we do asifiwe. not know the time. Ya kwamba hatulijui wakati wala saa. Leaving all the things that you've been doing and working on that. Kuacha kila kitu ambacho umekuwa ukifanya na kuifanyia kazi hii. Praise the Lord. Bwana asifiwe. So I think it is important because sometimes Kwa hivyo nafikiri ni muhimu, manake wakati mwingine we can't get to a position where we become complacent. tunaweza fikia mahali ambapo tunakuwa na kustareheka. Woe unto us when we become complacent in the house of God. Ole wetu tunapostareheka katika nyumba ya Mungu. That because this is the vineyard, Na kwa sababu hili ni shamba la mizabibu ya Bwana, we think that we are the vine. tuadhani kuwa sisi ndiyo zabibu. But we are no longer the vine because we have not been working on our salvation with fear Lakini and trembling. tena sisi si zabibu, manake hatuifanyii kazi wokovu wetu, So that we say we ili tuseme kwa kweli tuko who belong to this ministry. ambao ndio wa huduma hii. Yet again, Na ina hali tena it has been demonstrated that individually you must work on your salvation individually. vile ambavyo imeelezwa hapo, lazima uifanyie kazi wokovu wako kibinafsi, So that you are not found. ili usije ukapatikana. That sometimes we have taken a break Ya kwamba wakati mwingine tuko kwenye likizo like the foolish virgins. kama wale wanawali They wapumbavu. were doing the right thing, Unafanya kitu kifaayo, but somewhere along there they dropped the ball. lakini hapo njiani wakapumzika. The reason why we must keep on fanning the flames of salvation. Sababu kwayo, kwa nini tuendelee kuichochea moto wa wokovu? The book of 2 Timothy, Kitabu cha Timotheo wa pili, as we finish, tunapomalizia. chapter 1 Timotheo wa pili sura ya kwanza and verse 6. mstari wake mdogo 6. He says, "For this reason, I remind you to fan into flame the gift of God which is in you through the laying of my hands." Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Verse 6. Timotheo wa kwanza sura yake 2 wa kwanza- Timothy, second. Timotheo wa pili sura yake ni ya kwanza, aya yake ndogo 6 inasema hivi: kwa sababu hii na kukumbusha uchochee ile karama ya Mungu iliyowekwa ndani yako nilipokuwekea mikono yangu. The people who receive the gift of salvation, Watu wale ambao wamepokea karama ya wokovu. Paul is reminding us today, Paulo anatukumbusha leo hii, on account that we do not know the time nor the hour, kwa ukweli kuwa twalifahamu hatulijui that sawa na we wakati, continue to Yana- fan into flame. tuiendelee kuichochea katika moto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. The Paul is very specific. Paulo hapa ni wahaswa. He knows that you have the fire, Yeye anajua kuwa unayo moto, you have the salvation of Christ, unayo wokovu wa Kristo, but then you have sat on it, you are not fanning the flame. lakini umeikalia, hauichochei moto. So he's telling them, I know you have the gift of salvation, can you now start fanning Kwa this? hivyo anawaambia, najua mna gharama ya wokovu, sasa mwanze kuichochea. Praise the Lord. Bwana asifiwe. Because you can have the gift of Manake salvation, unaweza kuwa na gharama ya wokovu, but it is not burning. That's the way Paul is saying. lakini haiwaki kama vile Paulo anavyosema You could hapa. be doing the works, Huenda unafanya kazi, but you have not fanned the flames of lakini salvation. haujauchochea moto wa wokovu. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. You know, Mwajua kuna moto ingine inawakanga, kuna moto huo unawaka, si moto ya makaa. Moto ya makaa inakuwa tamu na bado iko tu.
Moto wa makaa huwa inakuwa It's tamu na very bado comfortable, ni ya kustarehesha sana, but it's also very deceiving. na pia unadanganya. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. Sababu as it close, Manake inapoendelea, kama umewahi moto, kama umeona moto, ota. kama umeota moto. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. When it is ile makaa inaleta tu joto, Wakati moto wa makaa inapoleta joto, unaenda unaketi, unaenda unakaa pale, becomes warm, unapata joto, but it's dying somehow. lakini inafifia kwa njia moja au nyingine. If you're not going to fan it, Usipoipepeta, it will just be warm and then it dies. itakuwa tu inaleta joto kisha inakufa. So Paul was encouraging all of Kwa us hivyo Paulo akawa anatuhimiza sote to every day work on our salvation. ya kwamba kila siku tuifanyie kazi wokovu wetu. The salvation that we have, Wokovu huu tulio nao we must keep on fanning it lazima tuendelee so kuipepeta, that we do not become the useless vine. ili tusije tukafanyika zabibu So isiyofaa. I thought it is important to remind ourselves Kwa hivyo nikaona ni vizuri tukajikumbushe where we are, mahali tulipo, because there could be some sense of comfort manake huenda kukapatikana kustareheka because of where we have reached, kwa sababu ya mahali pale ambapo and we have tumefika, become complacent. We just sit, go in, come out, na do this. tukaridhika, tunakuja, tunakaa chini, tunaondoka nje, But we are not fanning the gifts of salvation. We are lakini depending, hatuichochei ule moto wa wokovu. like the Kama ya children wokovu. of Israel. Kama wana wa They Israeli knew there was a God in Shiloh, walijua kuna Mungu kule Shilo, but they did not know lakini the hawakujua relationship they had with that God. uhusiano walionao na huyo Mungu. Bwana asifiwe. So Bwana it can asifiwe. also fall on us Kwa hivyo inaweza that tuangukia we know we are saved, but Yep. we do not know the condition or the condition of a relationship between you and ya God. kwamba twajua kweli tumeokoka, lakini hatulifahamu You are not hali ya auditing uhusiano and tulionao na fanning the Mungu. flames of salvation. Hatuichochei ule gharama ya wokovu, And we live in the history like the Israelites. They remember that one time there was God in na Shiloh. tuaishi katika historia. Wana wa Israeli walikumbuka wakati ule ambapo walikuwa wakipitia So hali we ngumu. must check ourselves Kwa hivyo lazima tujichunguze that we do not get into this false sense of comfort. ya kwamba tusije tukapatikana katika hii kustareheka, That because we are in the vineyard, ya kwamba kwa sababu uko kwenye shamba la misabibu we think we are doing well as a vine, tuadhani kuwa twaendelea mzuri kama but there is zabibu. no fruit in us. Hakuna matunda ndani It's mwetu. about time we ask Ni ourselves wakati wa kujiuliza about that. kuhusiana na hii. Philippians chapter 3. Kitabu cha Wafilipi Yes, sura I ya finish. 3. Philippians chapter 3. Wafilipi sura ya 3 We read verse 12. mstari wake mdogo 12. Not that I have obtained all this, or I have already arrived at my call, but I press on to take hold that which Christ Jesus took hold of me. Kitabu cha Wafilipi 3:12. Si kwamba nimekwisha kufikia au kwamba nimekwisha kuwa mkamilifu, la hasha, bali nakaza mwendo ili nipate kile ambacho kwa ajili yake nimeshikwa na Kristo Yesu. Bwana asifiwe. Bwana Paul asifiwe. is talking about keeping on doing, Paulo anazungumzia kuendelea kufanya, forgetting the things that you have, kusahau yale vitu and ulionayo working on your na salvation. kuifanyia kazi wokovu wako. Praise the Lord. Bwana You asifiwe. know, there are people who got saved Unajua kuna watu ambao wameokoka and they are still on your mark. na bado wako pale mahali pa kuanzia, Hawajaondoka. hawajaondoka pale. Bwana asifiwe. Bwana Paul asifiwe. is saying, Na Paulo anasema I have not arrived at my goal. mimi sijafikia lengo langu, I have received the gift of salvation, nimepokea karama ya wokovu, but I press on. lakini ninazidi kukasa mwendo, He says, take hold of that which Christ Jesus took hold of me. akisema ili nipate kile ambacho kwa ajili yake nimekwisha Verse wekewa 13. na Kristo. 13. Brothers and sisters, I do not consider myself to have taken hold of it. Ndugu But zangu one thing I do, forgetting what is behind and straining to what is the goal. 13, ndugu zangu sijihesabu kuwa nimekwisha kushika, lakini ninafanya jambo moja, ninasahau mambo yale yaliyopita na kaza mwendo kufikia yale yaliyo mbele. Hallelujah. Haleluya. It paints a picture Hii inaleta taswira of somebody who is not comfortable where he is. ya mtu ambaye yeye hajaridhika mahali alipo. Hallelujah. Haleluya. But you know, there are people who are satisfied where they are. Lakini unajua kuna wale ambao wameridhika mahali walipo, Wametosheka kabisa. wametosheka pale, Wameingia
wameingia na imeisha hapo. na imeishia hapo. Bwana asifiwe. Bwana Paul asifiwe. is saying, Paulo forget anasema about that. sahau hiyo, There is work to be done. kuna kazi ya kufanywa. Praise the Lord. Bwana Say, asifiwe. one thing I do, Akasema jambo moja forgetting ninalofanya, what is behind kusahau yaliyo nyuma and straining to what is ahead, na kukasaa mwendo kwa yaliyo mbele, to fan the flames of salvation. kuchochea moto wa wokovu, That this is not the end where ya we kwamba are. hapa si mwisho mahali nilipo. Praise the Lord. Bwana The asifiwe. end is when the Messiah comes Mwisho ni wakati ule Masia and he atakapokuja finds us ready. na tupate tukiwa tayari. Verse 14, 14, I press on towards the goal to win the prize for which God has called me heavenward in Christ Jesus. na kaza mwendo nifikie ile alama ya ushindi iliyowekwa kwa ili nipate tuzo ya mwisho mkuu wa Mungu ambayo nimeitiwa huko juu mbinguni katika Kristo Yesu. So may the Holy Spirit help us, Kwa hivyo Roho Mtakatifu atusaidie, because we are not yet here. manake tayari hatujafika hapa, Yet we are not fanning the flames of na salvation. inhali hatuichochei moto wa wokovu. And it's quite a warning for us Na hii ni onyo kwetu that even as we are sitting ya here, kwamba kama vile tumekaa hapa, there is still something to be done. bado kuna kitu cha kufanywa. Bwana asifiwe. Bwana asifiwe. That's why it is important to ask yourself, Ndiyo sababu ni muhimu ujiulize, and we ask ourselves, na tujiulize pia, if it was going to be yesterday at 1 ikiwa ingefanyika hapo and the jana, master had come, ikiwa Bwana angerudi, would I have entered? je, ningeingia? Same thing I want to ask today. Swali sawia nataka niulize leo If he hii, comes in the next few minutes, ikiwa atarudi kwa dakika chache zijazo, and who said he cannot come? na nani amesema hawezi kuja? So if he comes in the next few minutes, Ikiwa atakuja kwa dakika chache zijazo, will he find you ready? je, atakupata ukiwa tayari? Bwana asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Will he find you ready? Je, atakupata ukiwa tayari? That's a question you need to ask yourself, because you Hiyo know, ni swali inafaa ujiulize. if you had taken a break somewhere, Ikiwa umechukua likizo mahali, you know to be ready. wewe hautakuwa tayari. If he chooses to come this afternoon, Ikiwa ataamua kurudi adhuhuri ya leo, and you have just walked in here with a heart, na wewe umeingia tu hapa ndani na moyo, there is anger in you, kuna hasira ndani yako, there is hatred in you, kuna chuki ndani there is yako, corruption and wickedness. kuna ufisadi na maovu ndani You are yako. saved, all right, Ndiyo, but umeokoka, how about now? lakini je, itakuwaje na sasa hivi, Time that we do not know is wakati this time. ambao hatulifahamu, hatujui? What will happen to you? Je, ni nini He's itakufanyikia? going to come the next minute. Ikiwa atarudi kwa dakika ijayo, Will he find you to have been fanning the flames of je, salvation? atakupata ukiwa umekuwa ukichochea moto wa wokovu? That is a question that is relevant Hiyo ni swali ambalo inafaa when the Messiah comes. wakati Masia japo, And he's coming like a thief. na anakuja kama He mwizi. can as well come today. Anaweza pia kuja He leo, can as well come in 10 years anaweza time. pia kuja miaka 10 Will he ijayo. find you still fanning Je, the flames of atakupata ikiwa salvation? unachochea moto wa wokovu, Or you have let go at certain point in ama time? wewe umeiacha kwa wakati This is a mmoja? challenge for us. Hiyo ni changamoto kwetu, Those who have come, wale ambao and wamekuja, probably we have become comfortable na here. huenda tumeridhika vile tumefika, Where we have reached a place of complacence. mahali ambapo tumefikia ni mahali pa kustareheka. We are not sure Hatuna hakikisho because we are not fanning the flames of salvation. kwa sababu hatuichochei moto wa wokovu. I want us to stand, Nataka tusimame, because that question is a question that you need to ask yourself. manake hiyo swali ni swali ambalo linafaa ujiulize nawe. Comes today, Ikiwa atakuja leo, will you be able to enter? je, utaweza kuingia? Hallelujah. Haleluya. Paul was reminding Paulo akawa anakumbusha Timothy Timotheo to remember to fan the flames of salvation, akumbuke kuchochea moto wa wokovu, because we do not know the time nor the hour. kwa sababu hatulijui saa wala wakati. But like the foolish virgins, Kama wale wanawali wapumbavu they were ready. walikuwa tayari, They went to welcome the bridegroom. waliondoka nje kumlaki bwana harusi.
They knew he was coming. Walijua kweli anakuja, So they went. kwa hivyo wakaenda. But while the others were waiting, Lakini wakati wengine walikuwa wanangojea, they took a break. walichukua likizo, That is when the bridegroom came. na huo ndio kafanyika wakati ambao bwana harusi akaja. So if he was to come today, Kwa hivyo basi, kama angekuja leo hii, will he find you ready? je, atakupata ukiwa tayari? That is a question that you need to ask yourself. Hiyo ni swali ambalo linafaa ujiulize. I was just reminding you to ask yourself that Nilikuwa question. ninakukumbusha tu ukajiulize swali hii, And constantly remind ourselves na pia kwa kuendelea tuzidi kukumbushana that he can come anytime. ya kwamba anaweza kuja wakati wowote. If he comes today, Ikiwa atakuja leo, will you be ready? je, utakuwa tayari? So just go before the Lord and ask yourself that. Nenda tu mbele za Bwana na ujiulize swali hii. If he came yesterday, Ikiwa angekuja jana, when you are doing whatever you are doing, wakati ulikuwa ukifanya kile ulichokuwa unafanya, would you have entered? je, ungeingia? And if he comes today, Na ikiwa atakuja leo, if he comes in the next minute, ikiwa atakuja kwa dakika ijazo, what is it that you want to do je, ni nini hicho ambacho unataka kufanya so that you may enter? ili uweze kuingia? What is it that you must repent about? Je, ni nini hicho ambacho inafaa uitubie? What is it that you must repent about? Je, Because ni you know jambo yourself. gani hilo ambalo unataka kulitubia? What is it that you must remove in your life Je, ni jambo gani hilo ambalo lazima uliondoe so maishani that mwako you may have a chance to enter the glorious ili kingdom? upate nafasi ya kuingia katika ufalme wa utukufu? What is that thing that you need to be removed in your life? Je, ni jambo gani au kitu gani hicho ambacho inafaa What are uondoe? those stumbling blocks Je, ni vizuizi gani hizo? that if Christ comes today, Ikiwa Kristo atakuja leo, you'll be locked out? wewe utafungiwa What nje. is it? Because you know Je, ni kitu gani hicho? Manake unalijua that if he turns up today, ya kwamba ikiwa atakuja leo, before you reach your home today, kabla ufike nyumbani kwako leo hii, what is that one thing that you want to je, get ni rid kitu of? gani hicho moja ambacho unataka kuachana That nacho? when you are going out of this door today, Ya kwamba unapoondoka nje ya lango hili leo, you want to leave that thing here, unataka uiache hiyo kitu so hapa, that if the Lord comes, ili Bwana ajapo, then you will be able to enter. basi utaweza kuingia. What is that thing Je, ni kitu gani today hicho what you need to repent about? ambacho unataka kulitubia? Because for sure we do not know the day nor the Kwa hour. sababu kwa hakika hatulifahamu usiku wala The saa, more reason why this is the hour. na hiyo ndio sababu kwayo hii ndiyo saa. This is the hour to repent. Hii ndiyo saa ya kutubu, And this is the hour to receive the Lord. na hii ndiyo saa ya kumpokea Bwana. Because you are not sure about the next minute Manane hauna hakikisho na dakika that ifuatayo he may come. ya kwamba anaweza kuja, And the door is closed. na mlango And the ufungwe, door is closed na mlango when you ukifungwa, have not repented of na, that sin. na wakati haujatubu hapa, Yet you have not removed that stumbling na block ina hali haujaliondoa hicho kizuizi towards entering the glorious kingdom of God. kwa kuingia katika ufalme utukufu wa Mungu. What is that thing Je, ni kitu gani hicho that you want to rid your life? ambayo unataka kuachana nacho? What is that one thing Je, ni jambo gani hicho that you want to rid in your body? ambayo unataka kuondoa mwilini What is mwako? that one conduct Je, ni tabia gani hiyo that you want to get rid of? ambayo unataka kuachana nayo? What that kind of corruption do you want to get Je, rid ni of? aina gani hiyo ya ufisadi unataka Because kuachana you do nacho? not know the hour. Manake hatulijui Don't saa, know from here to your home. manake haujui kutoka hapa hadi nyumbani Anything kwako. could have happened. Kitu chochote kinaweza Yet fanyika, you have ignored that na thing ina that hali can be umepusilia, that stumbling block to you. umepusilia hicho A chance kizuizi, for you nafasi kwako to repent. kutubu. The right place right now to repent Mahali panapofaa sasa hivi pa is kutubu here. ni hapa. The right hour to repent Saa nzuri ya kutubu is now. ni sasa, That it cannot be na postponed. iwezi kuwa Because haiwezekani, you do not know the day nor the manake hour haulifahamu siku wala saa, when the Messiah shall come. wakati ambao Masihi atakapokuja. The foolish virgins, they did not know Wale that. wapumbavu hawakujua, And they went out briefly.
na wote wakaondoka nje, and they found the door closed. na wakapata mlango umefungwa. You can find the door closed. Unaweza nawe pia kupata mlango umefungwa. This is your chance today. Hii ni nafasi yako leo hii. Just to return to the Lord in repentance. Wewe umrudie tu Bwana katika toba. Just tell the Lord about that sin. Wewe umwambie Bwana kuhusiana na hiyo dhambi In your heart, ndani ya moyo wako, in your life, katika maisha yako, and just bring repentance. na ulete toba. The right time Wakati ufayo is now. ni sasa. The right place Mahali pafayo is here ni now. hapa sasa hivi. Between now and the next minute, Kati ya saa hii na dakika we don't ifuatayo, know what is going to happen. hatujui ni nini kinaweza fanyika. Continuously repent Wewe endelea kutubu and get rid of that which can block you from entering. na uachane na hicho kitu ambacho kitakuzuia It's kuingia. right now. Ni sasa hivi. You cannot postpone it. Hauwezi You kuiahirisha. cannot appoint any other time, Hauwezi kuwa na wakati mwingine, because the hour is not known. kwa sababu saa The haijulikani, day is not known. siku haijulikani. He can come anytime, Anaweza kuja wakati wowote, and the door will be closed. na mlango utafungwa. And there is nothing that can be done from Hakuna there. chochote kitakachoweza kufanywa. The time is now to repent. Saa ni sasa ya kutubu. The thing that you know Kitu ambacho unajua that will prevent you from entering. kitakacho kuzuia kuingia, You can leave it here today unaweza iacha hapa leo as you repent. unapotubu. So I want us to lift our hands as we stand, Nataka tuinue juu mikono yetu tunaposimama, that we may go back to the Lord. ili tuweze kumrudia Bwana, Because kwa sababu there would have been no point, hakungekuwa na wakati, haja, hakungekuwa na haja to be found in this place, kupatikana mahali hapa, to be faithfully coming to church, kuwa waaminifu wanaokuja kanisani, to be faithfully bringing a worship, kuwa waaminifu wanaoleta ibada, to be every day listening to the message of the Lord. kuwa mwenye ambaye anasikiza ujumbe wa Bwana kila siku. Then at the end of the day, there is no benefit to it. Hata hatima ya siku hakuna faida yake. It's a grievous sin in the life of a person. Ni dhambi ya kuchukiza katika maisha ya mtu, When that he is doing is just coming to nothing. wakati ambayo yote afanyayo inakuwa bure. So today, Kwa hivyo leo hii we must ask ourselves, lazima tujiulize, to what end am I coming here? je, ni kwa sababu gani ninakuja hapa? And we really need to return to the Lord as a church, Na kwa kweli tunahitaji kumrudia Bwana kama kanisa, to receive the Lord once more, tumpokee Bwana mara nyingine tena, and avoid complacency, na tuachane na kuridhika, and continue to fan the flames of na salvation tuendelee kuichochea moto wa wokovu in our lives. katika maisha yetu. Before all of us receive the Lord once again, Kabla ya sote tumpokee Bwana mara nyingine tena, if there's somebody who wants to receive the Lord for the first time, ikiwa kuna yeyote ambaye anataka kuokoka kwa mara ya kwanza, we do not want to shut you out. hatutaki tukufungie nje. Just come Wewe njoo tu hapa mbele. if you want to receive the Lord for the first time. Ikiwa unataka kuokoka kwa mara ya kwanza, The starting point is to receive the salvation, mahali pa kuanzia ni kupokea wokovu, then to start working on your salvation. kisha uanze kuifanyia kazi But the wokovu first wako. thing is to receive the salvation of Lakini Christ. kitu cha kwanza ni kumpokea wokovu. If there is somebody who wants to receive the Lord for the first time Je, today, kuna mtu ambaye anataka kuokoka kwa mara ya kwanza sasa? just assist her to walk here. Anapokuja na kusimama hapa, Is there somebody else who wants to receive the Lord? mtu mwingine tena ambaye anataka kuokoka? If you want to receive the Lord for the first time, Ikiwa unataka kuokoka kwa mara ya kwanza, thank you so much, my sister, for coming. asante sana dada yangu. Acha ya Lord. Is there somebody else who wants to receive the Lord for the first Je, time? kuna mwingine ambaye anataka kuokoka kwa mara ya kwanza?
Because the starting point is receiving Jesus in your kwa life. sababu mahali pa kuanzia hapa ni kumpokea Yesu katika maisha yako. Thank you so much, Revival. So that you can go. Asante sana. Is there somebody else who wants to receive the Lord? Je, kuna mwingine ambaye anataka kuokoka? I just want to lead these two Nataka niwaongoze hawa wawili to receive the Lord today. kumpokea Bwana leo hii. Nataka tu mrudie nyuma yangu. Mama, utarudia nyuma yangu. Sema Bwana Yesu kwa sauti tu. Bwana Yesu, naja mbele zako siku ya leo. Nimetambua kwamba nimepotea kwa dhambi, na Bwana unarudia mioyo iliyofunjika, unarudia moyo mwenye amekurudia. Kwa moyo wangu siku ya leo na kwa nafsi yangu nimebeba dhambi. Nimekuwa mlevi, nimekuwa mzinzi, nimekuwa mtu wa uongo, nimeishi kwa dhambi. Lakini siku ya leo Bwana, nakulilia unisamehe dhambi zangu zote, na uruhusu damu yako ioshe dhambi zangu. Unifanye nikuwe kiumbe kipya. Naomba Yesu siku ya leo unifanye kiumbe kipya, unifanye nikuwe mtoto wako. Naposimama mbele zako Bwana siku ya leo, natangaza nimeokoka, nimeachana na dhambi na kupokea Yesu uwe Bwana na Mwokozi wangu. Amen. I want us to receive the Lord. Nataka tumpokee Bwana. Dear Heavenly Father, just repeat after me. Mtarudia nyuma yangu. Dear Heavenly Father, Baba wa mbinguni, I come to you today. Nakuja kwako leo. And thank you for the gift of salvation. Asante kwa karama ya wokovu, That you purchased me from sin. kwamba ulinunua kutoka kwa dhambi. And I've been found in your house. Na nimepatikana katika nyumba yako. But my Father in heaven, Babangu wa mbinguni, even in your house I have become complacent. hata katika nyumba yako nimeridhika. Father, I have not found the flames of salvation. Baba, sijachochea moto wa wokovu. And I repent today Na ninatubu leo because of this complacency. kwa sababu ya kustareheka. I come to you today Nakuja kwako leo and repent because of disobedience. na kutubu kwa sababu ya kutotii In my life, maishani mwangu. I repent because of wickedness. Ninatubu kwa sababu ya maovu In my heart, moyoni mwangu. I repent because of the lies. Ninatubu kwa sababu ya uongo That continue to proceed from my mouth. unaoendelea kutoka mdomoni mwangu.
I repent because of corruption. Ninatubu kwa sababu ya ufisadi That I bear in my hands. ninaubeba moyoni mwangu. I have come to the house of God. Nimekuja kwa nyumba ya Mungu, Yet I remain in sin. ili hali nimebaki katika dhambi. I repent today. Ninatubu leo That in your presence, O Lord, mbele zako, ewe Bwana. I've continued to live in sin. Nimeendelea kuishi kwa dhambi. I repent today Ninatubu leo and ask you, Jesus, na kuomba Yesu, that you may allow your precious blood ruhusu damu yako ya dhamani to blot away my iniquity, kufutilia mbali makosa yangu, and help me, Holy Spirit, na unisaidie Roho Mtakatifu, that I may fan the flames of salvation, ili ni uchochee moto wa wokovu, that when my Lord comes, ili Bwana wangu anaporudi he shall find me ready. atanipata nikiwa tayari. So as I repent today, Ninapotubu leo I receive you, Jesus, na kupokea Yesu as my Lord kuwa Bwana and my Savior, na Mwokozi wangu. as I declare I'm born again. Ninapotangaza nimeokoka. Amen. Amina.